vile usikae kwenye mazoea ya somo. Ngasa, mimi na watoto, mimi mwenyewe mwalimu, nalielewa. Mimi ninachojua, Mungu ni mpya kila siku. Mungu ni mpya kila siku. Halafu Mungu ana jambo analotaka kusema na wewe leo. Ulisikia kipindi hiki juzi, lakini leo analo jambo jipya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujue, ndugu zangu, familia yoyote iliyofanikiwa kumlea mtoto na neema ya Mungu ikawa juu yake, mtoto akawa vizuri, ni hazina kubwa kwa ajili ya hiyo familia. Na kanisa lolote ama dini yoyote ikifanikiwa kuwekeza kwa watoto na watoto wakashika imani ile, ni hazina kubwa kwa hiyo dini au hilo kanisa. Vile vile taifa lolote linalofanikiwa kuwekeza kwa watoto, halafu na watoto wale wakapokea, halafu wakawa na vile vitu, ni hazina kubwa kwa ajili ya taifa hilo. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua zamani kule China walikuwa wanasema uzae mtoto huyu, ukizaa wawili wanakupiga faini. Ikafika mahali wazee wamekuwa wengi kuliko vijana, na korona mnakumbuka ilipita kule, ikalamba. Sasa hivi wametoa agizo tena, atakayezaa mtoto zaidi ya mmoja analipwa hela. Amen. Akizaa mtoto zaidi ya mmoja analipwa nini? Analipwa hela. Kwa nini? Watoto ni hazina ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto ndio watakaotulea sisi tutakapokuwa tumechoka. Watoto ndio watakaoshika kijiti cha imani hii tunayokimbiza. Watoto ndio watakaoshika kanisa hili tulilomo. Watoto ndio watakaoshika familia zetu. Hasa tusipokuwa na watoto wanaoeleweka, ni kazi. Amen. Naposema watoto, ni watu wote. Watoto wote walioko kwenye himaya yako ni watoto wako. Awe mtoto wa mjomba wako, awe mfanyakazi wa ndani, awe mchunga ng'ombe, awe dereva, awe sijui mtoto wa nani, mradi yuko kwenye malango yako, ni mtoto wako. Mungu atakuuliza. Na maana yake ni kwamba unapowalea wale watoto usifanye ubaguzi. Usifanye ubaguzi. Biblia inasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo. Kwa hiyo kama tuliookoka, unatakiwa kuwalea wale watoto wote sawa sawa. Wale chakula sawa sawa, wavae nguo sawa sawa. Sio watoto wengine wanakula mezani, wengine wanakula makopo jikoni kwenye sufuria, wengine wanalala kwenye magodoro, wengine wanalala kwenye mikeka, wengine wana nguo mpya ya sikukuu, wengine hana nguo ya mpya ya sikukuu, wengine wanaruhusiwa kwenda kanisani, wengine hawaruhusiwi kwenda kanisani. Unapopewa watoto kuwalea, unatakiwa uwalee watoto wote bila upendeleo, tena kwa haki. Amen, amen. Kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Na sasa unaweza ukawabagua wale, unakuta kule mbele ya maisha wale uliowabagua ndio wamestawi zaidi kuliko wakwako. Amen. Unashangaa wale wamefanyaje? Wamestawi zaidi kuliko wakwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nina mfano. Mimi babangu kila wakati natoa ushuhuda, alikuwa na wake wake. Kwa hiyo mimi nikalelewa na mama mdogo, yani mke mdogo wa baba yangu, na yeye ana watoto wake 5, na mimi nikawepo pale na watoto wengine wa babangu. Lakini yule mama alikuwa hana ubaguzi kabisa, anatulea vizuri kabisa. Maisha ndio yalikuwa ya shida yale
tunachukua harage moja tunaonyeshana. Ni shida. Na wote tunaonyeshana, wakwake wanaonyesha na sisi tunaonyesha. Amen. Kwa hiyo ametulea kwa shida lakini kwa usawa. Na Mungu alichokuja kukifanya, wale watoto ambao hakuzaa yeye amewalea, ndio Mungu amewainua sana. Halafu watoto wake hawajainuka. Sio kwa sababu hakuwalea vizuri, lakini naona pia Mungu alikuwa anataka kumuonyesha utukufu wake. Kwa hiyo sasa hivi mama yule analelewa na watoto wa wake wenzake zaidi kuliko watoto wake. Haleluya. Analelewa na watoto wa wake wenzake, yani akina sisi, kuliko watoto wake. Kiasi kwamba anadiriki hata akisimama mbele za watu. Anasema, hawa watoto siku zao, huyu mtoto siku zao, lakini ananifanyia mema kuliko watoto wangu niliowazaa kwa tumbo hili. Na hata tukiwa pale akisema mtaenda kusaga mahindi, mimi naweza nikasema ndio. Mtoto aliyemzaza siendi na haendi. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie, iko sababu kubwa sana kulea mtoto wa mwingine katika usawa, katika haki. Mungu atakukumbuka, hata na watoto wako watainuliwa kwa ajili ya jambo hilo. Amen. 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 Kwa hiyo tunatakiwa tuwalee watoto, tuwapende wote. Ukishakuwa nao mle ndani ni watoto wako, unatakiwa kuwalea. Kuna watu akiolewa mume wake amekuta na watoto, anataka kuwafukuza wale, anataka wale wasisome shule wale, anaambia sitaki kuwaona, sitaki. Na kumwambia huo ni ushetani kuliko shetani mwenyewe. Wale watoto wanakosa gani? Wanakosa wale watoto, baba yao ni nani? Si huyo mume wako? Wewe unafutaje pale? Na wengine tumeokoka, tuko humu ndani, unakataa watoto wa mume wako, hutaki wala awasomeshe shule, hutaki awatumie hela, hutaki wakanyage pale nyumbani, na kuambia litalaaniwa tumbo lake. Wale watoto ni baba yao. Kama una mashaka kapime DNA. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una mashaka kapime nini? Kama una mashaka kapime nini? Kwa Kiswahili vinaitwa vinasaba. Chukua kinasaba cha baba na yule mtoto. Lakini nakwambia hata Mungu anawapenda watoto wote. Mungu anachukia tu ile dhambi uliyofanya ya uzinzi, lakini mtoto akishatokea Mungu anampenda. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 tusome pale. Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Ngoja nihakikishe pale. Wakorintho wa kwanza sura ya 7, hebu soma mstari wa 14 tuone hapo. 14 mstari sura ya 7:14 anasema, kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika nani? Mkewe. Na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi. Bali sasa ni watakatifu. Suleiman alizaliwa nje ya ndoa. Kweli sio kweli? Nauliza, kweli sio kweli? Mungu alimpa ufalme, hakumpa? Waziwazi sio waziwazi? Waziwazi. Tena kwa kuagiza, si ndio? Waziwazi. Lakini alikuwa mtoto wa wapi? Wa pembeni. Sasa mtoto, kuna wazazi wengi wanasema, unajua ni mtoto wangu atakuwa na laana, nilimzaa nje. Laana inakaa na wewe na dhambi yako. Yeye anapendwa na Mungu. Amen. 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 Kwa hiyo tusiseme kwamba eti kwa sababu alizaliwa hivi. Mimi hapa ninaposema sichochei kwamba ukazae nje, lakini naongelea wale ambao wameshafanyaje? Wameshazaliwa. Amezaliwa, Mungu ana
amezaliwa nje ya ndoa. Kweli sio kweli? Ni watumishi sio watumishi? Watumishi wanaishi hawaishi? Mungu anawapa pumzi hawapi pumzi? Anawapa. Anawalinda hawalindi? Anawalinda. Kelele ziko sisi na wanawake. Mwanamke mwenzangu, punguza hiyo hehehe. Amen. Punguza mimi nakwambia. Unajua kwanza alimzaa nje. Kwanza alimzaa nje. Mungu alipozaa Ibrahimu, alipozaa Ishmaeli, alimbariki akumbariki? Alimbariki. Nauliza, alimbariki akumbariki? Alimbariki. Kilichoshindikana ni ile agano lililokaa kwa Ibrahimu na Sara, si ndio? Kwamba katika uzao wako majina yataitwa. Hicho ndio akumpa, lakini alimbariki. Mpaka leo mafuta tunanunua huko kwa kina Ishmaeli. Amen. Na watoto wetu wa sasa hivi wanakimbilia kufanya kazi kwa kina nani? Kwa kina Ishmaeli. Na mitumba inatoka kwa kina nani? Kwa kina Ishmaeli. Haleluya, haleluya. Amen. Hapo nataka kusema kwamba usipige kelele sana. Alizaliwa nje. Hiyo ni wewe. Lakini kwa Mungu anamthamini, anampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nikashangaa sana, mama mmoja ana watoto 6. Anawatambulisha hivi ukifika. Hawa 2 walizaliwa kabla hajaolewa. Alafu hawa 4 wamezaliwa wameolewa. Ukifika anakutambulisha. Hawa 2 hawa wa huko nilizaa huko. Afu hawa 2 sasa, hawa 4 sasa, hawa ndio wa ndoa. Na Mungu anasema nakusikiliza vizuri. Hawa 2 hawa wanaenda kuwainua juu sana. Hawa wanaenda kuwashusha. Utasikia hawa 2 hawa, si unajua hawa? Naambia najuaje hawa? Unajua hawa? Najuaje hawa? Hawa wa huko mashenzini huko. Ila hawa wa ndoa. Hebu wote tuseme tabia hiyo ishindwe. Tabia hiyo ishindwe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu anapenda watoto. Mungu anapenda. Na anathamini watoto. Amen. Kwa hiyo maeneo 5 ya kuwekeza ndani ya mtoto. Usipowekeza ndani ya mtoto wako, shetani atawekeza. Usipokuwa na kitu cha kuwekeza ndani ya mtoto wako, shetani anawekeza. Amen. Atawekeza. Wewe si hutaki kuwekeza maombi mle ndani? Hutaki kuwekeza tabia njema mle ndani? Hutaki kuwekeza, hujali mtoto. Unajua mama, sasa hivi tunahangaika, tunalia watoto mpaka matumbo yanatetemeka. Mimi mwenyewe nikaja kugundua baadaye sehemu kubwa ya uharibifu ndani ya watoto tumesababisha. Tuko biza na vikoba, tuko biza na biashara, tuko biza na kazi, tuko biza na vikao, tuko biza na vikundi, tuko biza na kutafuta hela, tunataka tupate mali. Watoto wakitoka shuleni hatujui walikuwa wanafanya nini, wala walikuwa wanacheza na nani. Hakuna mtu anayeongea na watoto, hakuna mtu anayenyosha watoto. Mama anakuja usiku anakuta watoto wamelala, anaondoka asubuhi watoto anaacha wamelala, haonani na watoto wake wiki. Na kuna wengine tutoto twa kunyonya, anaachiwa dada. Alikula vizuri. Ile chupa ya maziwa kamalizia ile, kamaliza yote ngapi? Mara ngapi? Mara 2, akashiba, anampiga piga. Akashiba. Kamaliza. Na akikaa pale mtoto sasa akiamka, anamchukua, ende kwa dada, taka dada, mimi taka dada. Nenda kwa dada yako, nenda. Akija kanisani, namtukuza Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, hausigeli nimepewa na Bwana. Mtoto anamilia. Kweli sio kweli mama zangu? Sasa hausigeli akuchukulie mtoto. Tena mtoto akimlilia usigeli unaona amefanya cha maana. Wakati mwingine hujui anamfanyia vitu gani, maana yule ni mtoto. Anaweza kuwa anamfanyia vijitu ambavyo mtoto anaona vizuri, kumbe ni
kurekodiwa, tusije tukayakuta haya mambo yako TikTok. Maana sasa unashanga wewe kijana unayerekodi, tusiyakute mambo yako TikTok haya. Hapa naongea na wanawake kanda ya Mashariki, siongei na TikTok. Narudia tena, hapa naongea na wanawake kanda ya wapi? Mashariki. Siongei na nani? TikTok. Wala siongei na nani? Na YouTube. Wala siongei na nani? Na Instagram. Wala siongei na nani? Na Reels. Naongea na nani? Wanawake kanda ya wapi? Kanda ya Mashariki. Wanawake wa wapi? Kanda ya Mashariki. Sio jioni hapa naenda kulala unaanza kusikia masimu TikTok kule. Wanakukata ka kipande ka ujinga unaweka kule. Mkurugenzi, hiyo hatutaki. Hatutaki. Tukiona hivyo tutakuwa tukija kwenye kanda yako tunapunguza. Kwa hiyo ulinde. Tukiona tunapunguza, ulinde. Tukiona tu TikTok. Tena mimi TikTok siko kwa ajili ya hapa naenda kuambia niingizeni. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo usipowekeza ndani ya mtoto wako, shetani atawekeza. Watu wengi wanapenda kuwekeza kwa ajili ya watoto, hawataki kuwekeza ndani ya watoto. Wanawekeza watu wengi karibu wote kama wote wanapenda kuwekeza kwa ajili ya watoto. Anawamwekezea elimu, atamnunulia nguo nzuri, atampeleka bichi, atampeleka sijui wapi, atamjengea manyumba, atafanya mamiradi, atawekeza hela benki, ataweka UTT, anaweka kwa ajili ya mtoto. Sasa nataka nikuambie mama yangu, ukishawekeza kwa ajili ya mtoto hivyo vitu, halafu hujawekeza kitu chochote ndani ya mtoto, je, atakapokuwa ameharibika sasa anavuta bangi, hivyo vya nani? Ametoroka sasa kaenda Sauzi, maana anakaa ghetto. Na hayo manyumba yanakuwa ya nani? Anavuta bangi, na hayo manyumba yako yatakuwa ya nani? Anakunywa madawa ya kulevya, na hayo manyumba yako yanakuwa ya nani? Hakuheshimu wala hakutii, manyumba yako yatakuwa ya nani? Hakusalimii wala hakupigii simu. Maana kuna watoto hawapigi simu nyumbani wala hawaendi nyumbani, na wengine wako Dar es Salaam hii lakini kukusalimia haji. Na wewe umewekeza, na sasa ni mlezi, na sasa nguvu zake zote amewapa wanawake. Maana yake anapenda wanawake. Mtoto wako ni wa kiume, anapenda wanawake. Vitu vyote utakavyompa atapeleka kwa wanawake. Maana sasa haukuwekeza ndani yake vitu vitakavyomlinda, umewekeza tu mali. Ndio kinachotusumbua hicho. Tunakimbia sakosi, tunakimbia vikundi vikoba, tunakimbia huko sijui wapi, tunarudi usiku wa manane, tunataka tujenge manyumba, tunataka tununue magari, tunataka tuweke UTT, tunataka tuweke mabondi, tunataka tuwe matajiri. Watoto hatujawajali, vitakuwa vya nani? Hivyo vitu sasa vitakuwa vya nani? Na kuna watoto wengine ukimpa tu hata gari leo, kesho anakwambia nimeuza. Ukimpa tu hata asimamie biashara, unakuta imeisha. Amen. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana kuwekeza ndani ya mtoto kwanza kuliko kwa ajili ya mtoto. Amen. Amen mama zangu. Amen. Ndio maana nimekuambia kule mwisho utakuja kugundua kwamba hata mtoto wangu hata wa kwako una sehemu, na inawezekana hata ni 90% umesababisha au nimesababisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri kuwekeza kwa ndani ya watoto, lakini wengi wanapenda kuwekeza kwa ajili ya watoto, elimu, mali, majumba, vitu vingi vizuri vya thamani, kuwapeleka matembezi, kuwapeleka outing. Mtu yuko tayari mtoto ampeleke
kuogelea. Lakini ukimwambia Sunday school mtoto ulimpeleka, hajampeleka. Kuogelea bichi tunawapeleka kule, outing kwenye wanyama tunawapeleka kule, lakini kwa Bwana tumewapeleka wakajifunze Sunday school, tumewapeleka. Hatujapeleka kule tukiambiwa hata toa sadaka kwa ajili ya mtoto, hatutoi. Lakini kule kuogelea tunatoa, mashule yenye gharama kubwa tunawalipia, manguo mazuri tunawanunulia. Yani kamkuta mtoto mmoja yani amezaliwa yuko peke yake na wazazi walichelewa. Yani mtoto ana matoi chumba kizima kikubwa, chumba ni matoi tu, nakwambia huku lingine linalia kankara bacha, lingine dada. Yani mtoto akigeuka huku, yani mtoto mpaka amekuwa naye mwenyewe kama katuni. Hivi unajua watoto wao mnawaachia masimu hao? Mnawaachia masimu na yeye anakuwa kama katuni. Mimi namjua mtoto mmoja au wawili. Mtoto akitaka kula chakula wanamwekea katuni. Aya meza. Anakula. Unadhani mimi mtoto wangu bila katuni hawezi kula? Katuni shika, angalia simu. Tangu asubuhi mtoto yuko tu kwenye simu, kwenye TV pale na yuko Tom and Jerry kufanya unashangaa mtoto ukimsemesha kaleta kikombe kwa sababu zile katuni ni roho. Ndio. Wangapi wanasema zile katuni ni roho? Ndio. Ni roho. Ni roho nakwambia. Sasa watoto sasa hivi utakuta tu mtoto simu anaachiwa na mama yake. Na wengine wanajua password kabisa, kanafungua mama yake anaosha meza. Yaani nikimpa simu namaliza nguo, napika mandazi, napika miogo, kila kitu simu inabembeleza. Aha. Sasa watoto wameharibika. Halafu kule kwenye katuni wewe si ukai mpaka mwisho katuni. Wewe unaangalia tu kidogo pale. Kule ndani kule unakuta wale makatuni wananyonya na ulimi, wale makatuni mmoja amepanda yuko juu ya mwenzake, wale makatuni mmoja anatingishika namna hii, wale makatuni na mtoto naye anaangalia, unakuta kesho anaanza kwa mwenzake. Bushu. Afu unaweza kusema toka shetani. Hayuko shetani. Mashetani ni sisi wa mama. Jamani, mashetani ni sisi wa mama. Nauliza, mashetani ni sisi wa mama. Tunaharibu watoto. Amen. 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 Kwa hiyo tunatakiwa kuwekeza. Lakini jambo hili la kuwekeza vitu vya thamani, kabla haujajua unawekeza nini ndani ya mtoto, ni jambo la hatari, kwa sababu kule mwisho mtoto akiwa ameharibika, hauna mtu wa kumwachia hivyo vitu wala wa kumpa hivyo vitu, kwa sababu mtoto ameharibika. Hawezi kutunza mali, hawezi kusimamia biashara, hawezi kusimamia mali zozote, ameshaharibika. Kwa hiyo tunasema ni lazima sisi kama wanawake tutambue kipaumbele cha kwanza ni nini. Amen. Lazima utambue kipaumbele nini. Unajua sisi wanawake ndio tumejitoa ufahamu. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 kwamba si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia nani? Msaidizi. Msaidizi wa nini? Wa yale majukumu aliyopewa na nani? Na Mungu. Majukumu gani? Kulilima shamba na kufanyaje? Kulilima shamba na kulitunza. Si ndio? Sisi ndio wasaidizi. Sasa sisi tumetoka kwenye majukumu yetu ya msingi. Tumeingia wapi? Kwenye majukumu ya wanaume. Unajua Waarabu, mimi nikagundua kwamba Waarabu wana akili sana. Waarabu wana akili kuliko kawaida. Na ndio maana matajiri, na
na ndio maana watoto wao wanakaa vizuri, kwa sababu Waarabu akishamuoa mke kazi yake kukaa ndani, kuzaa watoto, kulea. Unakuta mke wa Kiarabu mdogo kila mwaka anazaa mtoto, kila mwaka anazaa mtoto, yaani ndani ya miaka 10 ana watoto 9. Alafu viko vinatembea hapa na pale, si ndio mama Langula? Viko hapa na pale, si ndio? Viko hapa na pale, hapa na pale, kama vidole, kama unavyoviona vidole, si ndio? Ndio vitoto vya Kiarabu. Vikiugua anaenda navyo hospitalini, utafikiri watoto wa panya. Mimi nauliza sasa, mie kazi yangu kukaa ndani ati kuzaa, kutunza watoto, kumsindikiza mtoto shule na kumpokea kwenye gari pale kumleta ndani, na kupika visheti na keki na kuunga mchuzi kule ndani. Watoto wanalelewa vizuri, hakuna mwenye kulawiti mtoto wala mwenye kuloga mtoto, maana mama yuko hapo hapo. Sasa sisi hatujajua vipaumbele tangu tulipoambiwa sasa nyie ni wasaidizi. Tumetoka kimoja, tumefiatuka kimoja kama kuku wa kienyeji. Unajua kuku wa kienyeji ukiwafungulia, yaani ni mashindano kutoka nje. Mashindano. Kuku wa kienyeji wangapi wanawajua jamani? Nyosha. Unaonaje ukiwafungulia asubuhi? Wanakujua hata wanakoenda? Hawakujui, ni kuondoka tu. Sasa ndio wanawake waliposema mwanamke na yeye msaidie mume wako kuongeza mapato nyumbani, ametoka kimoja. Habari ya kipaumbele tena hana. Kwa hiyo wewe kama mwanamke unatakiwa kujua kwanza, majukumu yangu ya msingi kabisa mimi kama mwanamke ni yapi? 1, 2, 3. Majukumu yangu kama msaidizi ni yapi? 3, 4, 5. Yale ya kwangu ya kwanza yapewe kipaumbele, halafu yale ya usaidizi yanakuja namba 2. Sasa hivi wanawake naye akizaa mmoja ni amezaa juzi, anasema hivi, mama mtoto wangu saizi ana wiki 4. Naambia kwa hiyo nataka nianze shughuli mama. Muda. Namwambia muda wa wapi? Sasa yani pale ile miezi 2, mwezi wa 8 nimelala, mimba na miezi 8 nikalala, na mwezi wa 9 nikalala, saizi tena huu hapa 3 mama. Maisha ni magumu mama, huyu atakomalia humo. Kipaumbele chako kama mwanamke. Na kuna wengine hata ameolewa ni mlokole, akipata mimba anaanza kukasirika. Mi baba nilikwambia, mi nikwambia bado, nikwambia, unaona sasa, unaona. Ugomvi unaanza mule ndani. Jamani, kweli sio kweli? Nauliza, yule mtoto haya maneno anasikia asikii? Anaelewa haelewi? Anakuelewa kabisa, ulinikataa. Alafu unashangaa akizaliwa akupigie simu nyumbani kwako haji, akutumii na hela. Na huyu mtoto nakwambia, mlimalizana. Mwingine amepata mtoto sasa, yuko nje huko, hataki sasa. Yaani mimi nakwambia, mimi nilikuwa nakataa. Basi tutamwita gift. Manake zawadi. Kwa sababu alikuwa nakataliwa. Sasa wewe ukilisikia jina la gift unaona kama zuri, lakini lilitokana na nini? Hataki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watoto ni jukumu la wazazi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na muda na watoto, muda wa kulea watoto, uwe nao muda, ujitoe. Mambo mengine yote uyahesabu
hesabu hasara. Maadamu mtoto amekuja, uwe muda sasa wa kulea mtoto, muda wa kunyonyesha mtoto, muda wa kufundisha mtoto, muda wa kuelekeza mtoto, muda wa kuogesha mtoto, muda wa kukaa karibu na mtoto. Maana sasa kama mwanamke ni jukumu lako kipaumbele cha kwanza. Tunapambana hapa kwa sababu wanawake tumeachana na kipaumbele cha kwanza, tumeenda kingine. Sasa hivi wanawake hata kupika hatutaki, tumetoka kupika hatutaki, kuhudumia waume zetu hatutaki. Sasa tumeondoka, tunaachia wadada wa kazi kila kitu, si kazi yetu. Umeosha vyombo na mtori umechemka, nakwambia kama umezidisha chumvi mimi utanikera sana. Peleka maji upesi kwa baba, bafu umefagia. Yaani zile shughuli ambazo zilitupasa sisi kufanya tumeziacha, likiwemo hilo la kulea watoto. Na kueleza hata sisi wanawake ingewezekana kuchukua mimba na kuiweka kwenye tumbo la mwingine, tungewekeza. Hatua tuliofikia hasa sisi kama wanawake wa Injili, ni lazima turudi kwenye majukumu yetu ya kwanza ambayo Mungu ametupa. Majukumu yetu ya ngapi? Ya kwanza. Kitabu cha Tito sura ya 2, sura ya 3. Tito sura ya 3 mstari. Niangalie kwanza, nataka pale wanawake wazee kuwatia akili wanawake vijana. Ni sura ya ngapi jamani? Ya 3, ya 2? Wasomaji wa Biblia. Sura ya 2 kitabu cha Tito, ngoja nifike pale. Kitabu cha Tito sura ya 2, mtasoma pale. Vivyo hivyo na wanawake wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao. Kufanya kazi wapi jamani? Hebu muulize mwenzako, je, unafanyaga kazi nyumbani mwako? Muulize, unafanyaga kazi nyumbani mwako? Muulize tena. Najua siku moja, Bwana Yesu asifiwe, siku moja nikapata malalamiko kupitia kiongozi mmoja wa baba. Akasema wanawake wa sasa hivi kupika hawapiki, vyombo hawaoshi, kufua hawafui, kukaribisha mume wake chakula hakaribishi, watoto halei wala hawaogeshi, mafuta hawapaki, uji hawanyweshi, ugali hawalishi. Yaani hafanyi chochote, yeye ni hela zinafanya kazi. Ana dada, mlishe huyo, mlishe. Anakataa, mlishe. Hebu mlishe, dada naye uko nje, kamlishe. Yeye yuko simu, TV, simu, mitandao ya jamii, TikTok, sijui nani. Hatufanyi hivyo vitu wa mama. Mungu atatudai, na watoto wanaharibika mikononi mwetu, kwa sababu tumetoka katika majukumu yale ya kwanza, tumeingia mengine. Sasa hivi tunatafuta pesa tumeweka mbele, lakini Biblia haituonyeshi hivyo. Sisi ni wasaidizi, kazi zetu lazima kuwalea watoto, si ndio? Kuwapenda waume zao na watoto na kufanya kazi nyumbani. Mimi sikatai, hata mimi na msaidizi, hata Lea alikuwa na kijakazi, si ndio?
yote tumetuisha kijakazi. Kuna mtu hapa ukimsimamisha hata katika roho ukamuuliza mara ya mwisho mtoto wako ulimuogesha lini, haelewi. Mimi nakwambia haelewi. Hata umuulize mtoto wako ana wowo au hana, haelewi. Alimtelekeza kule siku nyingi. Yeye kazi yake tu ashiba, ndio nione tumbo, anaona tumbo. Kweli wewe Chiba umemlisha? Hapana. Amen. Kwa hiyo mama zangu, tutalia na shetani na tutalia mpaka tutaenda huko tunakokwenda. Hakuna kitakachotokea mpaka tutakaporudi kwenye nafasi zetu. Mtoto anaenda shule, haijulikani kule shuleni alikuwa anacheza na nani, hata alipokuwa anarudi alikuwa anarudi na nani. Anapofika nyumbani haijulikani alikuwa anaangalia TV station gani, wala kama amefanya homework, havieleweki. Mama mwingine anasema, mimi nina afadhali msichana wangu kamaliza form 4, kwa hiyo homework watoto tayari. Hashughuliki nayo mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kulea ni kufundisha, kulea ni kuelekeza, kuongoza, kuonya, kuonyesha njia, kutunza, kulinda. Kwa hiyo wazazi wengi tunatunza watoto, hatulei. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mzazi. Mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mzazi. Kila kinachofanyika nyumbani, kinachosemwa nyumbani, kinachopikwa nyumbani, hicho ndio anakiona ndio chenyewe. Watoto wa sasa hivi, mimi nashangaa, kuna mmoja mtoto ana miaka 7. Naona tuko kwenye maombi, mtoto ana miaka 7 na mwingine ana miaka 8 na mwingine ana miaka 9. Naona analisha wa miaka 9. Fungua, kula. Na mtoto miaka 9 unamlisha? Hawezi, kazoea. Kutafuna, mwingine unamwambia mpe ugali, hawezi kutafuna ugali, ana miaka 9. Kwa nini hawezi kutafuna ugali? Hajazoea. Anakula gani? Mtori na uji. Nikaja kugundua kwa nini anamlisha mtori na uji. Ugali kupika mvivu, halafu amlishe ugali mpaka amalize ni kazi. Kwa hiyo anamnyosha mtori, anameza tu. Kwa hiyo litoto lina miaka 9 linalishwa na kijiko, hajui kutafuna. Eti ugali mponde kwenye blender, ugali upondwe kwenye blender. Wamama, kweli sio kweli? Hasa hivi, yani mimi sitaki tuende mbele eti Petro alitembea juu ya maji wakati maisha ya kawaida yametushinda. Tuanze kujifunza Petro alitembea juu ya maji wakati maisha ya kawaida yametushinda. Sasa huyu mtoto anayesagiwa ugali kwenye blender, wali wanachanganya na samaki, wanachanganya na njegere kwenye blender, ana miaka 9. Akienda shuleni asubuhi hawezi kula mtoto wa miaka 9. Dada, mnyoshe chai, mnyoshe aende shule wai. Mtoto ananywa 9. Hivi vitu mama zangu tusipoangalia hatuwezi kufika mahali popote. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mtoto anaangalia kisichofanyika nyumbani afanye, kisicholiwa nyumbani hali. Unapomfundisha ndio hivyo. Mimi na wajukuu zangu kabisa, yaani naweza nikatoa biskuti namwambia chukua hii, anamwangalia mama yake mpaka mama yake amwambie chukua, ni bibi huyo, anachukua. Mimi hapo sisubutu hata kugomba, nasema asante Yesu. Au anakataa mtoto anachukua tu vitu kwa watu.
majirani na sijui una maugomvi, anaelewa mahusiano ya amani. Mama huna mahusiano na amani na mtoto, elewa atakuwa hivyo. Kuna watu unawazalea na kusikia, kuna watu unawasema na kusikia. Bahati mbaya majumbani mwetu napenda kumsema na mama na nasikia, alafu kesho unalia okoka, hataki. Najua wewe mwenyewe unasema mchungaji mbaza kanisani, kuna watu hawajaokoka kanisa hamna na mama mchungaji chips mnakula. Mama leo tunafunga naye kula. Mchungaji ana ibada ni 3. Mtoto anasikia amesema ibada ni 3. Mama anakuja saa 5:30. Mtoto anasema wote kanisa watii mama yangu. Kwa hiyo vingi tunapaa. Hatujakuwa amen. Halafu wekeza nini? Unazungumza na watu mbele wako. Unawatendea watu matendo watu, unatendea matendo watu. Yale unayotendea moyo kwake wachukulia kwa mume wako. Kuna watu na watoto baba kita. Amekaa hapa anajua na baba mwisho atafanya kwa John. Yesu asifiwe sana. Mungu atatuliza. Tunatakiwa tuwalewa kwa njia ipasayo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome cha Mwanzo sura 7 mstari wa 7. Tunamwona mtumishi wa Mungu Nuhu aliwa watoto ingia nao kwenye safina. 7 mstari wa 7 nasema akaingia katika yeye nawe mkewe ke za wanao pamoja naye sababu ya maji ya gharika. Nuhu akaingia katika safina yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, akaenda mpaka wakamwana. Nakuta wamama sasa iko shoti, ukianza kuombea watoto naombea tu watoto wale mwali wake ombei. Wamama mwali wake asalimie amtaki. Wamama hapa ni sio mkwe sahihi, mkwe mtarajiwa. Mwali wako ni mtoto wako. Mke wa mtoto wako ni mtoto wako. Na kuna wanawake wapenda zaidi ukuu wa mtoto wake wake. Nao ni watoto wake hataki. Wake hataki. Hataki
tusipowajibika Mungu atatuacha. Kwa hiyo lazima tuwajibike. Jambo la pili ambalo mzazi anatakiwa kabla hajaweka kwa watoto, walezi saidizi wape ushirikiano. Walezi saidizi, walimu wa Sunday wape ushirikiano. Wasaidizi wa wape ushirikiano. Mchungaji ushirikiano. Mchungaji ushirikiano. Wa shule mpe ushirikiano. Ili wa kazini ushirikiano. Wakwe watoto waliko kuolewa ni walezi saidizi. Amen. Unakuta kule mtoto kuolewa ama oa, si ndio wanamwelewa vizuri zaidi? Unajua mtoto kioza mtoto naweza pia katika mazuri anaomba, lakini takiwa nisikie kule kuolewa wasema hayo kule ndio wana mazuri ama kuoa, si ndio? Unamjua vizuri. Kwa hiyo mama, ushirikiano. Ukisikia wanasema kitu zako wape ushirikiano. Jamani, Mungu atatuhukumia. Wale walezi tuwape ushirikiano. Mwalimu yake ya shule, mwalimu ama ikiwezekana enda kwa mwalimu, mwambie mwalimu, mtoto wangu unaje? Anakuambia mtoto kama ngedere, anapanda juu ya madawati, mwanaruka juu ya meza, anafanya wanamsingizia. Huyo anakusaidia. Hizi tabia ndio za mtoto. Mwalimu, mwanangu ana akili darasani, anakuambia hamna chochote, kwa hiyo nifanyeje? Anakushauri weka tuition, au unajua wewe ni mtundu sana, anafanya. Mwalimu anaweza kuwa anamjua mtoto wako zaidi kuliko wewe. Mpe ushirikiano. Walimu wa Sunday school kama makanisani wanawajua watoto. Wale walimu wanawawekeaga mikono watoto. Unashangaa katoto kako kamewekewa kana miaka 5, kanaanguka pepo. Mwalimu anajua, lakini hawezi kukuambia wewe, maana ni mkali sana. Wanasema anaanguka mapepo huyo mtoto, simwambie mamake. Wakati mwingine mwalimu anawekea mkono mtoto anapanda mapepo, tunamchukua kuzimu, tunamtumia. Wakimaliza pale, hawakwambii, maana wewe ni mkali sana. Alafu unaamini kwamba watoto wameokoka. Mimi nakwambia mtoto wako, hata mtoto wangu akikwambia ameokoka, weka 50. 50 ananiambia kweli, 50 ananidanganya. Kwa hiyo mimi natembea pale kwenye 50. Mimi niliwahi kuwatolea ushuhuda hapa siku moja. Mimi nilikaa kwa ndugu yetu nikiwa nimemaliza form 6. Nikimaliza form 6, si mdada mkubwa kabisa. Nikaenda hapo kwa ndugu yetu, akasema hapa tumeokoka. Ana watoto ambao nilika langu. Nikawauliza, na nyie mmeokoka? Wakasema wapi, sisi hapa hatujaokoka. Nikasema kwa hiyo hapa inakaaje? Yaani hapa ukitaka kuishi sema nimeokoka. Hapa ukitaka kuwa na raha na mama akupende sema nimeokoka. Halafu saa ile ya ibada ya maombi ya jioni ya kwenda kulala, anakuona pale umebeba Biblia. Kumbe si hatujaokoka tu. Anasema Mungu awabariki wanangu, mnampenda Yesu. Sisi tunamwambia Hasa nikawauliza wenzangu, mbona nyinyi mnasema hamjaokoka, mbona mnanena kwa lugha? Wakasema tutakufundisha. Nikasema kumbe mtanifundisha? Ni vipi? Wakasema yani wewe kaa kwanza siku 2-3, hata wiki maliza hapa, maana ukianza kunena saa hizi watashtuka mama. Utakiwa ukae hata mwezi. Siku ya kufundishwa ikafika. Wakaniambia sasa leo utanena. Nikaambia inakaaje? Wakaniambia ni wewe unachukua maneno mawili
unaunganisha. Kwanza unaanza taratibu, afu unaenda haraka haraka. Nikasema kwa mfano, sasa unachukua ta sa. Unasema ta sa. Afu unachukua ka ma, unachukua ka ma. Afu unachukua li lo, afu unachukua li lo. Sasa ta sa ka ma li lo. Ongeza spidi, ta sa ka ma la 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 la. Tayari! Mmedanganywa bado? Nauliza, mmedanganywa bado? Kwa hiyo pale mimi nikawa tulikuwa tunainamia makochi. Lama sakata ma sakata lama kama sakata. Nikasikia mama mwenye nyumba, haleluya, Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimekuambia 50 ananiambia ukweli, 50 ananidanganya. Sasa ukitembea 50 ananiambia ukweli, 50 ananidanganya, unaelekea kwenye ukweli, kumkamata uongo, maana una uhakika sasa ananidanganya. Mtoto usimwamini. Mwingine anaweza kuwa soloisti, ni kipawa kazaliwa nacho. Mwingine anapiga vyombo, kipawa, anaimba kile kipawa. Mbiliabeli akiimba alikuwa kwa Ujani Komba, si mnamkumbuka jamani? Akiimba tunalia atulii. Alikuwa mwalimu alipokufa mwalimu. Ukimsikiliza tu unaanza kulia, mwalimu hujamwona wala nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtoto usimwamini 100%, halafu ukaanza kutambalaye. 50 ananiambia kweli, 50 ananidanganya. Endelea kumfundisha, endelea kumhubiri, endelea kumuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongelea walezi saidizi, watambue mtoto mpatanishe na mchungaji. Mtoto mpatanishe na mchungaji. Kwa nini nakwambia? Mtoto akipatana na mchungaji, yale mambo atakayoshindwa kukuambia wewe, anamwambia mchungaji. Mtoto mpatanishe na mama mchungaji, yale mambo atakayoshindwa kukuambia wewe, atamwambia nani? Mama mchungaji. Mtoto mpatanishe na mwalimu wake wa Sunday school. Amina. Lakini akiona wewe mwenyewe uko kinyume na mchungaji, kinyume na mama mchungaji, kinyume na mwalimu wa Sunday school, kinyume na wazee wa kanisa, umepoteza. Amen. Mimi ni mama mchungaji. Yaani mimi watoto nawapenda, nawapa pipi. Mama zao usiwape pipi, nawaambia pipi ya mama mchungaji haina madhara. Nawasogeza karibu, naongea nao, wakitoka darasani kule nawaambia waje nyumbani. Wanapikiwa chakula pale nyumbani, na dada nimemwambia chakula Jumamosi watoto, na wapenda. Wakisogea, mama mchungaji nataka nikwambie, mimi nataka kuambia, yani mama anatukataza. Mama anaanza kusema vya mama, anaeleza vya mama, anaeleza na vyakula ambavyo napika yeye hataki, anaeleza. Naambia basi, nitamwambia mama hii tabia sio nzuri. Mwambie. Lakini unapolea watoto lazima uwe na mbinu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya wanawake. Lakini mzazi ujue kusudi la Mungu juu ya mtoto. Ujue kusudi la Mungu juu ya mtoto. Ujue Mungu ana kusudi ndani ya mtoto, halafu wewe mlee mtoto katika kumsaidia kufikia lile kusudi ambalo liko ndani yake. Mtoto mfundishe amjue Mungu. Mtoto mfundishe aende shule, umuhimu wa shule. Mtoto akionyesha kipawa fulani, mwache nacho. Amen. Hata wakati mwingine anapokuwa huku anaongea tu vijitu havina habari, lakini ukiwa unasikiliza baadaye unaona anabadilika. Mimi mjukuu wangu mmoja akaniambia, "Yaani bibi mimi nataka kuwa muuza karanga." Nikamwambia, "Uuze karanga?" Kwa nini? Nataka nijue sasa, usimfokee. Kwa nini? Anasema
yani bibi wale wana hela. Nikamwambia, kwa nini? Anasema analiza hela zinalia tiki 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 tiki. Nikamwelewa huyu anapenda hela, kwa hiyo huyu atakuwa mtafuta hela. Nikamwambia safi. Tumekaa akasema, bibi mimi karanga sitaki. Nikamwambia, utakisita kuuza karanga? Sasa sitaki kuuza karanga. Nikamwambia, kwa hiyo saa hizi unataka? Mimi saa hizi nataka niwe kama babu mchungaji. Naambia, utakuwa unafanyaje sasa? Anasema, mimi nitakuwa nahubiria watu na waombea wagonjwa wote wanawekwa huru. Anaenda anafanyaje? Anabadilika. Baadaye akifika umri fulani atasema kitu chake cha ukweli. Sasa kuna watu, mimi nimekuwa nesi, lazima nipate nesi kwenye tumbo langu. Mama, umechelewa. Sisi ni watumishi, lazima tuzae mtumishi. Mama, acha Mungu akuchagulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuwalee watoto katika vipawa ambavyo Mungu amefanyaje? Amewakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tuangalie sasa maeneo ya kuwekeza. Tutaangalia kwa uchache muda wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wekeza uhusiano wa mtoto wako na Mungu. Yaani katika maisha yako kazana kumweleza habari za Mungu, uweza wa Mungu, nguvu za Mungu, mambo makuu Mungu aliyotutendea, jinsi tunavyomtegemea Mungu, umuhimu wa ibada, maombi, hata sadaka. Wekeza, ongea habari za Mungu, ongea. Juzi nikasikia marumbano ya siasa. Mtu mmoja akasema, haiwezekani watoto wa vigogo ndio wanachukua fomu. Hiyo haiwezekani. Mimi nikasema hiyo inawezekana. Yule mtoto hajui kazi nyingine, anajua fomu ya siasa. Sasa unamkatazaje? Unajua sasa tunabishanaga na vitu vyenye havieleweki. Yule mtoto tangu amezaliwa anakutana na CCM, Chama cha Mapinduzi, Chadema, chama sijui cha nini, anakutana sijui nini, anakutana sijui nini, mambo ya siasa. Umo ndani vikao ni vya siasa, TV ni za siasa, mazungumzo ndani ni ya siasa. Sasa unataka mtoto azaliwe asomeke nataka kuwa mwalimu? Haiwezekani. Ukizaa nyoka. Na ndio maana hata sisi wachungaji unakuta watoto wanapiga vyombo kule, unakuta wako kwenye vinanda, unakuta wako kwenye kusolo, unakuta wako kwenye kwaya. Ni nini? Wamelelewa hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni lazima tutekeleze kama hivi uhusiano na Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 6 pale. Kumbukumbu ya Torati sura ya 6. Sura ya 6 mstari, nataka pale anaposema unapoamka, mstari wa 6. Ngoja nisome kwa ajili ya muda. Kumbukumbu ya Torati sura ya 6 mstari wa 6. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Maana yake wewe ni kufundisha. Ukitembea unafundisha, ukikaa jikoni unafundisha, unafua nguo unafundisha, mko kwenye sokoni mnafundisha, uko kazini unafundisha, uko naye kwenye gari unafundisha, mnatembea njiani unafundisha. Unafundisha habari za uweza ya kwamba Yesu ni Bwana, kwamba tunamtegemea Mungu, hatuna Mungu mwingine, madhara ya kutomtegemea Mungu. Unamfundisha hadithi zako zilenge mambo ya Mungu. Najua mimi nilivyokuwa mdogo, bibi alikuwa anatuketisha, tunazunguka kwenye mkeka pale. Anaanza hadithi. Sisi tunaitikia hadithi njoo, uongo njoo, utamu kolea.
anaanza kutuambia alitokea mtu mmoja anaenda kuchota maji mtoni, halafu akaanza kucheza cheza kule mtoni, hataki kurudi nyumbani. Likaja zimungala likamla, tunatetemeka. Anasema sasa mkienda mtoni usicheze, zimungala liko kule. Kimbia, zimungala liko kule. Miko mingi ya zamani ilikuwa inafundisha maadili, si ndio? Lakini ni hadithi na tukawa tunampenda bibi. Akitokea tu tunakaa. Anasema akatokea mtu mmoja alikuwa mchoyo, alikuwa anaitwa sungura. Anaanza kutufundisha habari ya sungura, jinsi alivyochinja jogoo sungura, akamnyima sijui nani, jogoo likaja kuibiwa. Anasema mtu mchoyo ni hatari. Kwa hiyo tulijaa hadithi. Unaona mpaka leo nakumbuka zile hadithi. Hasa sisi wamama wa sasa tujae hadithi za neno la Mungu. Tuwafundishe watoto hadithi za neno la Mungu. Tuwafundishe hadithi za kina Samueli, hadithi za kina Yeremia, kina Joshua, akina Samson. Tujae hadithi za neno la Mungu. Unajua tukiwajaza na hadithi, hata kama upepo unakuja, baadaye anakumbuka hadithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuwekeze, lakini tuwekeze tabia na maadili mema. Tabia na maadili mema, tuwekeze tabia na maadili mema. Heshima, utii, hekima, kutenda mema, usemi, mahusiano na watu wengine. Fundishe mtoto maadili, lakini we mwenyewe uwe kielelezo. Muonye mtoto anapokosea, ikibidi mpe adhabu. Fundishe, vaa nguo namna hii, unamfundisha. Wewe ni mtoto wa kike, unatakiwa kuvaa hivi. Hata kukaa. Unajua sasa hivi watoto wanakaa, mimi mpaka nikienda kwenye nyumba zingine nataka kukimbia. Katoto kamevalishwa chupi moja hapa, halafu kanakaa kwenye kochi kama hili hapa, halafu kanapandisha mguu mmoja hapa, mwingine hapa, halafu kule bibi anaanza kuonekana, na wewe umekaa na wanaume pale. Unafanyaje? Sisi zamani ilikuwa mama ukikaa hivyo anapeleka mkono pale pale karibu pale, anamfinya. Wamama kweli sio kweli? Siku nyingine unakuta miguu imekaa, anakwambia kaa vizuri. Haya kaa, unakaa, unamfundisha. Haya bana miguu, unabana. Weka nguo vizuri, anaweka. Kesho tena unashangaa mtoto anajua kukaa. Sasa hivi watoto ni, alafu sio watoto, hata wengine wamama tuko hapa kukaa. Unakuta amekaa, gauni limefunika kitu nyuma huko. Yuko. Sasa ukikaa gauni limefunika, wanaelewa tu umekalia nini hapa. Mwingine yuko mbele pale anapikisha miguu namna hii. Mama huyo. Miguu. Mwanamke kwa sheria miguu yake hakai, ameisambaza. Anaikusanya pamoja, anasitiri. Labda bibi Fei imeshindikana, lakini zamani anakaa hivi. Sasa mwanamke anakuta hivi. Halafu yuko mbele pale, saa nyingine kanguo kake ndio hako, yuko hivi. Huko tayari tunaona. Mtoto anafundishwa tangu mdogo. Heshimu wakubwa, anafundishwa. Pisha mkubwa kiti. Mfundishe mtoto. Mwingine mtoto yuko naye kwenye basi. Mtu anakuja, naomba nikae mpakate nini nikalipiwa naye anasikia. Hilo timbwili na wewe utakuja kunywa. Atakunywesha yeye mwenyewe wewe mtoto. Jambo la kwanza, mtoto akizaliwa tu, kuna watu wanakaa na mtoto miezi mitatu nyumbani. Usikae na mtoto miezi mitatu. Kama unaweza kutembea ndani ya wiki moja, mpeleke mtoto kwenye madhabahu akaweke wakfu. Amen. Yesu Kristo alipelekwa baada ya siku ngapi jamani? 8. Wewe unaendaga kanisani baada ya siku ngapi? Alafu wengine wameokoka lakini wanazo taratibu za kipagani. Nasikia siku ya 40 bado, siku ya 40. Na kuuliza wewe, siku ya 40 na kuhusu nini wewe? Unajua kuna watu wameokoka lakini wako kule. Mimi nitatoka siku ya 40, mtoto atatoka siku ya 40. Kuna nini siku ya 40? Mtoto
tumemtoa mtoto hospitali siku moja na siku moja. Tunatembea naye tu juani, mara kimepeperuka, nywele zinapigwa jua. Nikasema nilizania harusi kutoka nje, kumbe anatoka tu nje. Sasa hiyo 40 ni ibada ya sanamu unayoitumikia bila kuelewa maagano yake yaliyofanywa zamani. Wangapi wamenielewa? Maagano yalifanywa lini? Zamani sana. Hebu mwambie mwenzako, maagano yalifanywa zamani sana, lakini yanadumu mpaka leo. Na wewe uliyeokoka unajikuta unatumikia maagano ya zamani, na hivyo mtoto wako umempeleka kwenye maagano, ndio maana anasumbua. Maagano ya zamani. Mimi nilipozaa mtoto wangu wa kwanza, nikapigiwa simu na mama, wala sio mchawi wala hana nia mbaya, akaniambia umejifungua huko na kuja. Kitofu weka vizuri. Naambia niweke wapi? Kwenye kiberiti. Weka vizuri, simonyeshe mtu. Nikaweka. Akakichukua akasema, sisi ukoo wetu vitofu tunazika kwenye matete. Akaenda kukizika. Haongei chochote, tena akawatuma vijana tukazikeni kwenye matete. Baadaye nilipokuwa nakuja kuendelea kujifunza, nikamuuliza mama, hivi mama, kwa nini vitofu vinaenda kwenye? Anasema mimi nimeyakuta hayo, nimeyakuta. Anasema nimeyakuta. Kwa hiyo ni maagano ambayo yamewekwa na wahenga, yanadumu mpaka leo. Na wewe umeokoka, umeingia kwenye maagano, umeingiza mtoto. Hivi wewe huwezi kuwaza, kakitofu kale ni kadogo sana, kamekatika hapo. Kale kakitofu akakuwa peke yake, kanalo kondo la nyuma kubwa. Mbona lile hawaulizi? Wanataka haka. Wengine wanataka na nywele za kwanza. Uongo kweli? Wanataka na kucha za kwanza. Uongo kweli? Za nini? Mimi watoto wangu wakijifungua, naambia wanaweka siku hizi cha plastiki. Namwambia achanisha. Maana cha plastiki naambia kwa mkono wako ka flash chooni. Kwa mkono wako ka flash chooni. Anaenda chooni na kitupa na flash. Amekiachanisha. Cha nini? Kucha za nini? Nywele za nini? Kitofu cha nini? Sasa watoto wako wengi, mama yangu, umewapeleka kwenye maagano, alafu wewe mimi nimeokoka naenda zangu Kanani. Mtoto yuko kule kwenye mizimu ya babu. Wewe umeokoka unaendelea zako wapi? Alafu mtoto umemweka wapi? Mizimu ya babu. Tumeelewana mama zangu? Ukishakuwa umeokoka, epuka sana mila na desturi, masheria yasiyokuwa na maana. Mtoto atoke nje baada ya siku 40. Kwa nini? Kitofu tunapeleka juu ya bati, cha nini? Nywele tunataka tuzipeleke za nini? Amen. Umeokoka. Sasa wewe siku 40 na kuhusu nini? Ndio utasikia tapeleka siku 40, afu siku 40 wanakuja ndugu zangu sasa pale tunapika chakula. Tunapika chakula siku ya 40, tunakunywa na soda. Hizo ni sadaka za sanamu. Unatumikia bila kuelewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunataka tuwekeze katika watoto. Kuombea watoto ni jambo la muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuombea watoto ni jambo la muhimu sana. Utasoma kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 27 mpaka wa 29. Amen. Tunawaombea watoto. Wengine wameharibika kutokana na malezi mabaya.
tunawaombea watoto. Wengine wana vita za shetani, uharibifu kutoka kwa shetani na uadui uliopo kati ya mwanamke na uzao wake. Lazima tuombee watoto, lakini wengine tumewalea vibaya. Lakini kuna watoto wameharibika kwa sababu ya wazazi. Mzazi wokovu wake haueleweki. Leo ameokoka, akikasirika hajaokoka. Anasema naweka wokovu pembeni, naweka wokovu pembeni, atanitambua. Saa ile ulipoweka wokovu pembeni, uliporuhusu hasira ndani yako, umefungua mlango wa mapepo ndani yako, na kwa sababu shetani anatafuta watoto wako, ameingia kwako ulipokasirika, akaenda kwa watoto saa hiyo kaenda mpaka kizazi chako cha 4, kaketi mule ndani. Ulifungua mlango saa ulipokasirika, na ndio mlango mkubwa sana. Umekasirika. Kuna mtu akikasirika anasema mimi na wokovu nimeacha, sitaki. Unaitwa na mchungaji, sitaki. Amekasirika, naondoka. Anaongea maneno, anaongea, alafu akija kupata akili, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Unajua Bwana Yesu, mimi ni binadamu. Yeremia mwenyewe alikuwa nabii mkubwa, lakini amenena kwa neno lake Yeremia kwamba kurudi nyuma kwetu ni kwingi, utende wewe Bwana. Kama nabii Yeremia anaweza kurudi nyuma, mimi nani? Nirehemu Bwana, nirehemu kabisa. Haya, umerehemiwa. Na yule pepo aliingia tayari, kaenda na kule kwa mtoto, kaenda na kule. Una habari naye? Huna habari. Pepo ameshakaa kwako ndani ya uharibifu, na kwa mtoto kaenda mpaka kizazi cha 4. Wako pale Kalvari, yote yalikwisha pale, hayajaisha. Watoto umeshawaingiza kwenye vita, umefungua mlango wa kupatiliza. Kitabu kile cha Kutoka anasema sura 20, anasema mimi nawapatiliza hati kizazi cha ngapi? Cha 4, na ninawarehemu maelfu wanaozishika amri zangu. Sasa saa ulipokasirika na kuuliza mwanamke mwenzangu, ulifungua mlango au kufungua? Pepo aliingia, hakuingia? Mizimu aliingia, hawajaingia? Mauti aliingia, hajaingia? Roho wa uharibifu aliingia, hajaingia? Ulipotubu alitoka, amebaki? Nauliza, ulipotubu katoka, kabaki? Amebaki, kwa sababu pepo anatoka kwa amri. Ugonjwa ndio maana umeokoka, lakini ugonjwa ukishaokoka tunasema toka, mwache kwa jina la Yesu. Ausema nimeokoka, nimepona. Utakufa. Amen. Kwa hiyo watoto wenyewe tumewafungulia milango ya mapatilizo, tabia zetu, wokovu wa kifafa. Maombi hatutaki, ibada hatuendi, mkesha hatuendi, kufunga hatufungi, kutii waume zetu hatutii, ujeuri tunao, matusi tunayo, masengenyo kibao, uzushi usiseme. Halafu unasema watoto wangu nimewafunika. Okay, ukitoka kwenye uzushi pale, nawafunika, unawafunika ndani ya blanketi na mambo yote. Amen. Kwa hiyo maisha yetu yanatufanya watoto waingie kule. Halafu tukikosea, umeshazusha kanisani, umezusha, umeongea umbea, umesengenya wenzako, umechukia wengine, ni madhambi yote haya. Hapana, nisamehe Yesu. Unaposamehewa, yale mapepo yaliyoingia unayatoaje? Yako mpaka kwa mjukuu wako wa kizazi cha 4 kule, yanatenda kazi. Unashangaa umeokoka, mtoto mwizi umo ndani. Unashangaa umeokoka, mtoto halali ndani. Unashangaa mambo yanaanza kuzonga mtoto. Mimi nashangaa jamani, sadaka anatoa. Umemfunika kwa damu ya Yesu ndani na blanketi la uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inatubidi tuwaombee watoto, maana tumewaharibu sisi wenyewe. Lakini kuna watoto ambao wamelelewa vibaya kama nilivyoeleza.
Lakini kuna watoto wamekosa muombezi tangu una mimba mpaka umezaa watoto. Hakuna siku umesema nafunga siku 3 kwa ajili ya watoto wangu. Ulipopata mimba, mchungaji, naona nimeconceive, nahitaji maombi yako. Anakuombea mchungaji, wewe 0. Inafika saa ya leba, mchungaji, niko leba hapa, naomba muondoe roho ya mauti, wewe 0. Umezaa mtoto, mchungaji anachemka. Yaani wewe ni mchungaji, afu kuna watu mama nani mniweke kwenye maombi, wewe 0. Kuomba kwa ajili ya mtoto. Ayubu anasema alikuwa anatoa sadaka mpaka kwa ajili ya watoto, halafu anawaombea rehema. Anasema yamkini wametenda dhambi, yamkini. Ndio maana nikakwambia 50-50. Unaona, Ayubu anasema yamkini. Hasa mimi na wewe hatufungi kwa ajili ya watoto. Tukifunga ni biashara. Siuzi mandazi kwa jina la Yesu. Achia uchumi, achia. Hiyo tunafunga. Halafu mtoto akishakuwa mwizi tayari, kwa jina la Yesu, roho ya wizi na kung'oa. Wizi anakuambia wewe unanianzaje? Tunaona mama zangu. Kwa hiyo kuna watoto wameharibika, hana muombezi. Mimi mwenyewe mama yake siombi, wewe mama yake huombi. Ni kula tu tangia Januari mpaka Disemba, Jumatatu mpaka Jumapili. Ni kula tu. Kila siku ni kula. Hasa watoto wako anawaombea nani? Ayubu mwenzetu alikuwa anatoa na sadaka. Wewe wa kwako anakutolea nani sadaka? Kwa mfano hapa leo tukisimama tuombee watoto, hapa tutalia mpaka makole. Tukienda nyumbani yote yalikuisha, tumemaliza. Tunangoja kongamano lingine mama Mwasota tutangazie, tuanze. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa dakika chache tutasimama, tutaombea watoto. Watoto wengine wameharibika na matamko yako wewe mama, matamko. Mbwa wewe, una tabia mbaya kama baba yako. Nakwambia wewe kisengele, unamwita mtoto. Mwingine unamuuliza umejifungua mtoto gani? Bamedi. Umejifungua mtoto gani? Jamazi. Nani ameharibu hapa? Kunguru gani kaja hapa? Nani kaja kunguru hapa? Nani? Mtoto wako wewe mwenyewe unamwita kunguru. Au nisikii? Wewe si mwanamke. Utajua kule leba, ndio utaelewa mimi ni mama yako. Haya maneno yote yako ndani ya mtoto, kwa sababu nabii wa kwanza wa mtoto ni mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tusimame. Kuna watoto hawamtaki Mungu, kuna watoto wamemezwa na uharibifu, kuna watoto hawataki nyumbani, kuna watoto hawaheshimu wazazi, kuna watoto hawapendi wazazi, kuna watoto wanafanya wanalotaka, kuna watoto hawataki shule wala kazi, kuna watoto wana roho ya kukataliwa, kuna watoto wana huzuni kupita kiasi, kuna watoto wamekata tamaa, kuna watoto wameharibika. Naomba tuende katika maombi. Kila mama, jambo la kwanza, mwambie Mungu naomba unisamehe. Mwambie Mungu naomba unisamehe. Ninayo asilimia kubwa ya uharibifu ndani ya mtoto. Na wewe kama uko hapa hujazaa, ni wakati wako wa kuombea uzao wa tumbo lako. Ni kuombea uzao wa tumbo lako. Maana sisi wengine hapa ni maombi yaliyochelewa, machozi yaliyochelewa. Na machozi yaliyochelewa yanahitaji neema kubwa sana ya Mungu kuliko yule mtu ambaye anaomba kuzuia. Kwa hiyo tuende, Mungu nisamehe. Uwe wazi, nisamehe. Watoto wangu mimi nina matusi. Unamwambia Mungu kama rafiki yako, mimi nina matusi. Matokeo yangu watoto wangu wote mtani wana matusi. Watu mimi wananichukia na watoto wangu wanawachukia. Mtoto wangu asikii, lakini na mimi nimechangia. Sijawahi kumwombea,
sijawahi kumfundisha wala kumwelekeza. Namtolea maneno makali, maapizo makali, matamko makali, mambo mengi, maugomvi nyumbani kwenye familia. Ukiwa unagombana na mume wako, usitegemee watoto kuwa salama. Ndio maana kwa wakati mwingine tunasema, mama, kama una watoto, hata unaona ndoa inasumbua, kubali kushuka kwa ajili ya nani? Ya watoto. Kubali kushuka kwa ajili ya watoto, usishindane kwa ajili ya watoto. Basi tutaenda kuomba hizi dakika chache ambazo nadhani muda umeshafika. Tuombe kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, wakati naomba na wewe omba, hata kama ni dakika chache Mungu anaenda kufanya. Mwambie Mungu, naomba unirehemu. Watoto wengine nimewazaa katika hali ya uovu, nimewazaa nikiwa katika dhambi, wala sikutaka msaada wako, wala sikutaka maelekezo yako Mungu, wala sijawahi kuwafundisha, wala sijawahi kutubu. Nimekaa na watoto, nimewaharibu mwenyewe. 100% nimewaharibu. Watoto wengine sijui waliko wala wanachofanya. Watoto wengine nimewafukuza nyumbani. Kuna wazazi wamefukuza watoto nyumbani, hajui watoto waliko sasa hivi wala wanachofanya. Wengine wametelekeza watoto, wengine hata hajui shuleni anafanya nini. Kwa hiyo tumwombe Mungu. Nuhu aliingia kwenye safina pamoja na watoto wake. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni Mungu wa neema na rehema. Turehemu wakati huu wa jioni. Tulipojifunza maneno haya, tunaona kwamba Bwana, tunahitaji msaada wako. Tumefanya mambo mengi mabaya juu ya watoto wetu. Hatukuomba wala hatukuuliza ushauri kwako. Hatukuomba hata tulipoona wanaharibika. Tulifanya kazi ya kulaumu, tulifanya kazi ya kufukuza, tulifanya kazi ya kunena maneno mabaya, wakati mwingine na kutangaza mtoto wangu kashindikana. Lakini wewe Mungu ni Mungu wa haki, Mungu wa neema na rehema. Turehemu wanawake, tuko mahali hapa. Tusaidie Baba. Watoto wengine wanaumwa, watoto wengine wanateseka, wengine hatuwatunzi, hatuwalei katika njia ipasayo. Tunajikuta watoto wanaingia katika mitego kwa kuwa wamekosa mahitaji, wanayumba katika shule. Bwana tusaidie. Ndoa zetu haziko imara, Bwana tusaidie. Hatujakuwa kielelezo, Bwana tusaidie. Tuko mbele za uso wako, tunawaleta watoto wetu, nao tunaomba rehema. Ayubu tunamsoma katika neno lako kama kielelezo kwetu, ya kwamba alikuomba Mungu akisema yamkini wamekutenda dhambi, akaleta na sadaka. Bwana tujalie neema, achilia neema yako juu yetu, tuweze kuwa na mzigo. Roho wako wa neema na kuomba asitupungukie Bwana, atusaidie tuweze kuwa na uchungu kwa ajili ya watoto wetu, tuweze kuwabeba hata watoto wa kanisani, tuwabebe watoto wa ndugu zetu, tuwabebe hata watoto wa mtaani. Wale nao ni watoto wako, unawapenda, umeweka kusudi lako ndani yao, lakini wako mtaani. Ni wazazi tumeshindwa kukaa kwenye nafasi. Watoto wanalia mtaani, wanazunguka. Chokola tunawaita, panyarodi tunawaita, watoto tunawaita kwa majina mbalimbali. Ni watoto wetu tumewazaa sisi wanawake, ni watoto ambao Bwana unakusudi nalo. Bwana turehemu. Rehemu kanisa lako, turehemu wanawake. Bwana tusaidie, tumefanya vibaya. Oh Mungu, wewe una haki. Kwetu kuna haya ya uso, kwetu kuna haya Bwana. Tumefanya yaliyo machukizo mbele yako. Wewe ni Mungu wa neema na rehema, na kusihi Mungu wa mbingu na nchi, neema yako isitupungukie. Tukumbuke sisi kuturehemu. Rehemu na watoto wetu, wajalie Bwana akili na ufahamu mwema. Fungua fahamu zao, wakujue wewe uliye Mungu wa kweli, wakuabudu wewe katika roho na kweli, wakutumikie wewe Baba. Oh, tunaumia Yesu. Tunasali kanisani, hatusali na watoto wetu. Tunatumika, hatutumiki na watoto wetu. Bwana tusaidie. Falme,
Tunamwona Nuhu aliingia kwenye safina na watoto wake, akaingia na wakwe zake wote, akaingia na wajukuu zake. Bwana, tujalie neema yako, tuingie na watoto wetu, tuingie na wakwe zetu, tuingie na wajukuu wetu, tuingie na kila kitu Bwana ulichotujalia. Neema yako isitupungukie. Mwamba wa uzima, wewe ndiwe Mungu, zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Wewe peke yako ni Mungu wa kuabudiwa na kutukuzwa, lakini wewe ni Mungu mkuu. Kwako hakuna lisilowezekana, kwako yanawezekana yote. Wewe ni Mungu wa matendo makuu. Wewe ulimbadilisha Sauli ukampa jina la Paulo. Hata sasa tunasoma, tunajifunza kwake. Amekuwa mtumishi bora, lakini alikuwa mharibifu wa kazi yako. Aliharibu watumishi wako Baba, aliua watumishi wako Bwana, lakini ulimtengeneza Sauli kwa siku moja, ukasema utaitwa Paulo, na amekuwa mtumishi mpaka sasa. Tunasoma kwake. Bwana, watoto wetu wakumbuke wewe, Mungu wa Sauli, Mungu wa Paulo. Wakumbuke watoto wetu, wakumbuke Bwana, watengeneze kwa siku moja, wageuze Baba kutoka hali mbaya kwenda hali ya utumishi, kwenda hali ya kukupenda na kukujua wewe, kama ulivyofanya kwa Sauli mtumishi wako Paulo. Tunasoma nyaraka zake, tunasoma maneno, tunasoma maagizo kutoka kwa mtu aliyekuwa mbaya, sasa amekuwa mzuri. Bwana wa majeshi, tujalie neema, tusikate tamaa juu ya watoto wetu. Uko wewe Bwana, tengenezaji, stadi wa kazi uliyekuwepo Bwana, muumbaji, mfalme, finyanzi Bwana. Ulimwambia Yeremia, nenda katika nyumba ile ya mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anafinyanga chombo kile kilichoharibika, anakifinyanga tena kama anavyopenda. Si zaidi sana wewe Mungu juu ya watoto wetu wale walioharibika? Finyanga tena Bwana, finyanga Baba jinsi upendavyo, finyanga akili zao, finyanga nafsi zao, finyanga fahamu zao, finyanga Mungu wa kweli, wabadilishe Bwana. Wewe ndiwe Bwana, zaidi yako hakuna mwingine. Shetani hana nguvu juu yetu, kwa kuwa Mungu wetu una nguvu. Utawala wako na ufalme wako ni ule usiotetemeshwa. Mungu mwenye nguvu, kwako hakuna lisilowezekana, kwako yote yanawezekana. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mkuu wa miungu yote, tunakataa, tunaharibu kazi za shetani juu ya watoto wetu. Toka shetani na roho za uharibifu, toka roho ya mauti, toka roho ya dhambi, toka roho ya uovu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu akukemee. Achia fahamu za watoto wetu, achia akili zao, achia utashi wao, achia nafsi zao, achia kwa jina la Yesu, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Yesu akukemee, Bwana Yesu akukemee. Tunang'oa kila pando asilolipanda Baba, litang'olewa. Mapando yote ya kishetani, roho mbaya za kishetani, roho za mauti, roho za uharibifu, roho za uovu.